بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waislamu na wale ambao kwamba hawajajaliwa kalima ya la ilaha illa Allah. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika suratu Zumar kumwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, innaka mayyit wa innahum mayyitun, kwa hakika ewe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, innaka mayyit, kwa hakika wewe ni maiti, kwa hakika wewe utakufa, kwa hakika wewe utawacha uhai wa dunia kama alivyoacha uhai wa dunia Nuhu alayhi salam, Adamu alayhi salam na manabii na mitume wengine. Wa innahum mayitun, na hao pia watakufa, ambao kwamba wamekuamini watakufa, ambao kwamba hawajakuamini watakufa. Wapenzi watazamaji watukufu, tunajua mambo ambayo kwamba sasa hivi yanaendelea. Kifo cha mzee wetu Raila Amolo Odinga. Kifo hichi kimekuwa ni pigo kubwa kwa ulimwengu, kwa nchi yetu ya Kenya na Afrika kwa ujumla. Huyu mzee amekuwa na mchango mkubwa mno, haswatan kwa wana Kenya. Usisahau ya kwamba hii ni ahadi ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala kamuonjesha mtume wake, kaonjesha manabii zake, ikiwemo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tusije tukafadhaika, tusije tukaanza kusema kaondoka, kwa nini ameondoka? Hiyo ni kila moja ataondoka. Almautu babun, mauti ni mlango, wa kullu nasi dakhiluhu, na kila mmoja atauingia mlango kama huo. Almautu, umauti, kasun, ni gilasi, wa kullu nasi, na kila mwanadamu ikiwemo mimi na wewe kwamba utanitazama, sharibuhu, lazima utainywa. Kullu man alaiha fani, kila kiumbe, kila kitu kitaondoka katika huu ulimwengu wa dunia, na atabaki Allah tabaraka wa taala peke yake. Umar bin Abdul Aziz anatuambia, al-lailu wan-naharu, usiku na mchana, ya'malani fika, nafanya kazi kwa ajili yako e binadamu. Anatunabahisha akituambia, fa'mal fihima, basi mchana wako na usiku wako jaribu kufanya mambo ambayo kwamba ukiondoka watu watakukumbuka. Ayuha qada, enyi viongozi, madha taallamta, kitu gani, somo gani umelipata kwa kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Kitu gani umejifundisha? Kama umejifundisha kwamba ni mtu alikuwa akipigania wanyonge, wajibu wako ni nini? Je, utafata nyayo zake au utaanza kuleta upimbi? Sisi kama Waislamu tunamkumbuka mzee huyu karimu kabisa, ya kwamba yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza na alikuwa mstari wa kwanza kabisa kupigania Kadhi Scott. Kadhi Scott alisimama, akasimama kiukweli kweli, kidete kabisa, akasema ni lazima nao wawe na Kadhi Scott. Tukiangalia barabara ambazo kwamba ziko sehemu zingine, yeye alisimama kidete na mambo mengi mno, mambo ya ugatuzi. Lakini Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama mtume mwenyewe alipenda ammi yake awe Muislamu, akimwambia innaka la tahdi man ahbabta, kwa hakika wewe la tahdi, huongozi, man ahbabta, yule ambaye kwamba unamtaka, walakin Allah yahdi man yasha, Allah anamuongoza amtakaye. Kwa hakika, tena kwa hakika mzee ametenda makubwa,
Mzee ameshikilia watu wengi. Mzee hakubagua rangi, hakubagua kabila, hakuangalia wewe ni mkubwa wewe ni mdogo, bali aliwaleta watu wote karibu. Ndugu mpenzi mtazamaji, angalia maziko yake vile yalivyo. Kila mmoja anataka kumwangalia, hadi wengine ukiangalia kwa runinga unaona kabisa yule mtu fulani anatamani angelikuwa yeye ndio Raila Amolo Odinga kalazwa pale, watu wamekusanyika wanamwangalia yeye. Kazikwa kiufalme, kazikwa kiuzalendo. Na wito wetu sisi kama viongozi wa kidini, enyi wakubwa ambao kwamba sasa hivi ndio mtaendesha gurudumu, wao Waislamu wasio Waislamu, tunaangalia ubinadamu hapa. Kama wewe ni waziri wa elimu, kama wewe ni waziri wa kila sehemu, basi jaribu kufanya uadilifu, jaribu kufanya mambo ambayo kwamba hata ukiondoka watu watasema mtu fulani bwana kafanya jambo zuri. Na wito wangu kwa wasimamizi wa taasisi za Kiislamu, tuigeni mfano wa huyu mzee, tuigeni mfano wa huyu mzee. Mzee ametumikia, amefanya kazi kubwa, amefanya kila jambo ambalo kwamba linawezesha mtu kuendelea mbele. Alikuwa anamshika mtu anampeleka. Basi na hizi taasisi za Kiislamu na zisizokuwa za Kiislamu tuige mfano wa huyu mzee. Albirru la yabla, wema hauozi. Cheo ambacho kwamba umepewa kitaisha, lakini ule wema ambao kwamba utatendia wananchi wako, watu wako, la yabla, hauwezi ukaoza. Lakini tambua ya kwamba wadhambu la yunsa, na dhambi, mambo ambayo kwamba utatendea watu mabaya hayasahuliki. Wadayanu la yamutu, i'mal ma shi'ta kama tadini tudani, fanya utakavyofanya, lakini ujua hivyo ambao kwamba utafanya pia utafanyiwa. Kwa hakika mzee kapigania, na leo hii tumeona watu wamejitokeza. Ninaomba viongozi kwa matabaka mbalimbali, kuanzia rais, kuanzia mawaziri, kuanzia magavana, maseneta, MP, MCA, na wote, tafadhali tujaribuni kuweka Wakenya pamoja, tujaribuni kupigania nchi yetu, tusilete fujo. Tuige mzee. Mzee alikuwa ni mtu mpenda haki, na wito wangu haswatan kwa wale ambao kwamba wamepewa majukumu na mamlaka, tujue ya kwamba kuna siku ambao kwamba pia tutaondoka katika hii dunia. Na leo nimemsikia mheshimiwa the former president wetu Uhuru Kenyatta akitamka maneno, sijui nitakaa muda gani na mimi nitaondoka. Yeye tayari kashajikubali ya kwamba muda wote ataondoka. Ndio maana anajaribu kuhimiza watu wawe na unity, wawe ni watu wa kueneza amani. Kwa hiyo na sisi tunahitajika tuwe ni watu ambao kwamba tutawafanyia Wakenya wenzetu mambo ambayo kwamba tukiondoka nao watatukumbuka. Na kwa hayo machache, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.